Ni ukurasa wa 3 wa 204 kutoka Kimboka. Naitwa Mwanamboka na time hii nipo na Fiston Chumbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen mtumishi. Kwema lakini? Kwema baba. Mwenyezi Mungu anajalia. Anajalia sana. Asante. Ndio. Kwa dakika chache tu, Fiston Chumbo ni nani, ni mtu aina gani pia? Fiston Chumbo ni mtumishi wa Mungu afu tu ni mtu wa kawaida. Yes. Unaposikia ni ushamba kumtumikia Mwenyezi Mungu, ingalikuwa wewe bado ni kijana. Wewe hii inakupa tafsiri gani? Sasa unajua hawezi mkataza mwanadamu kuongea kile anatakiwa kuongea, anataka yeye kuongea. Mimi naona tu ni kawaida, lakini mimi na feel happy kumtumikia Mungu. Yes. Hauoni ni ushamba? Hapana. Mtumikie Mwenyezi Mungu ingalikuwa wewe bado ni kijana. Kwa sababu ukikuwa mzee utakuja kusema miaka imechelewa vya vile vile. Yeah, okay. Sawa, hongera sana kwa kazi kubwa ya Ombe ambayo mpaka sasa inaendelea kufanya vizuri kwenye mitandao, lakini pia hata mtaani hiyo ngoma inaendelea kufanya vizuri. Hongera sana kwa hiyo. Asante sana. Okay. Siku chache zilizopita hapa tunaongelea ni Novemba 22, ulifanikiwa kuchukua tuzo 2 kama sikosei, right? Yes, ni 2. Hongera sana kwa hiyo. Shukrani sana. Hongera pia. Asante. Sawa, unahisi hizo tuzo ulikuwa ni mkumbo au nguvu kutokana na kazi ya Ombe ambayo uliachia? Ya kwanza mimi ni mtu ambaye ninafanya kazi sana. Ya katika wana gospel ambao nafanya kazi, mimi ninafanya kazi sana. Ya tuseme tu wimbo wa Ombe ulikuja ilikuwa ni hivyo kakuja sasa kuweka nguvu sana. Yes. Okay. Wakati ambao ulikuwa unaandaa kazi ya Ombe, ulitambua kuwa hii kazi ikitoka itakuwa na mapokezi makubwa kama ambavyo ilipokelewa? Hapana. Yes. Ilikuwa ni surprise kwako. Ilikuwa tu ni surprise kwangu. Okay. Nishawahi kuongea na baadhi ya wasanii zaidi sana baada ya kuachia kazi na zikafanya vizuri. Wengi wao walidai kuwa uwaga wanapitia ugumu mkubwa pale ambapo unaachia hit song na kutamani kuachia kazi ya pili. Wanatumia akili kubwa sana kwa kupiga hesabu, natoa kazi ipi ambayo itafanya vizuri kama hii ambayo inaendelea kufanya vizuri mpaka sasa. Wewe kwa upande wako natamani kujua labda ni ugumu gani ambao umeupitia kwenye uandaaji wa kazi yako mpya ambayo inaenda kwa jina la Naya na Yesu. Yeah. Wewe umepitia ugumu gani kwenye uandaaji wa kazi yako hiyo, tukiachana na ugumu au tuseme Ombe ambavyo ilifanya vizuri nini, lazima upitie ugumu kwenye kuandaa kitu kizuri ambacho kitakuwa kinaendana na kile ambacho kilitangulia? Yes kabisa. Ugumu upo sana. Ya na unakuaga sana. Kwa hiyo nilifanya nikakaa chini nikaona Naya na Yesu nifanye kwanza kwa sababu ule ulikuwa shuhuda, acha mimi nije nitoe kwanza shukrani kisha tuendelee na mambo mengine. Okay. Yes. Wa kwanza ulikuwa ni ushuhuda, sasa hivi umeleta shukrani. Yeah. Naya na Yesu. Okay, hongera sana kwa hatua. Asante. So far mwelekeo wako wa gospel upo vizuri sana. Ushafikiri siku moja kufanya kazi na msanii wa nyimbo za kidunia, labda ni one day ukamshirikisha Nyago kwenye kazi zako? Sijafikiria. Sijafikiria. Sawa. Juzi kati msanii wa muziki Nyagomani aliandika kupitia WhatsApp status yake na nukuu, huu mwaka kama sijatoboa pua basi tukutane mwakani. Mimi siangalii nimefika wapi kwenye usanii wala nini. Ninachotaka mimi nisifanane na akina Fiston Chumbo. Fiston kaka yangu, ukiona naanza kuweka jina lako status, tambua dunia nzima ya wabembe inakutegemea kwenye gospel. Ila usichore tattoo. Mwisho wa kunukuu. Hii kwako wewe inakupa tafsiri gani? Na hiyo status ambayo Nyago alishare juzi, ulifanikiwa kukutana naye? Nilikutana naye na niliona. Yes. Okay. Siwezi nikachora tatu. Huwezi kuchora. Yes, siwezi nikachora tatu. Huwezi kuchora. Yeah. Sawa, lakini humu ndani pia aliongelea swala la kusema kwamba Fiston kakaangu, ukiona naanza kuweka jina lako kwenye status, tambua kuwa dunia nzima wabembe inategemea muziki wako wa gospel au inakutegemea kwenye gospel. Hili pia umelipokeaje kwa upande wako? Yes, Nyago ni rafiki, ni mtu wangu wa karibu. Tunaongeaga sana kupana mashauri, jinsi gani tutaendelea. Yes. Ushawahi kumpa ushauri labda aokoke? Kwa sababu tukirudi nyuma kidogo alifanikiwa kufanya kazi na Joshua Promise. Okay, mle ndani Joshua alimtaka aokoke, lakini yeye akamwambia Joshua, toka kwenye
kwenye masuala ya uchungaji, masuala ya Mungu, njoo kwenye masuala ya dunia, kwa sababu unapoingia kwenye masuala ya kumtumikia Mwenyezi Mungu unajinyima mengi sana ya dunia. Sawa, labda ukiwa na Nyago, kuna siku ushawahi kumshauri kwenye masuala labda, toka kwa ulipo bwana, njoo kwenye gospel au okoka? Kwanza Nyago mwenyewe ameokoka, ni mtu wa dini. Okay. Yes, Nyago ameokoka. ameokoka. Sawa, na hiyo juzi kati ambayo Nyago alikutaja kwenye status yake ya WhatsApp, alikuwa ameambatanisha baadhi ya, kabla ya hiyo status, okay, nyuma palikuwa na baadhi ya video na picha ambazo zilikuwa zinamuonesha akiwa na tattoo, okay, baadhi zingine zinaonesha namna alivyokuwa anachora tattoo. Nyago alianza kutoboa masikio pande zote mbili, nao ni tattoo, na ameahidi kutoboa pua, ikiwa sio mwaka huu basi ni mwakani 2029. Sawa, no 26, sio 29. Okay, kwa upande wako unapoongelea labda Nyago ameokoka, hii imekaaje wakati tunamuona anatoboa masikio, ameahidi kutoboa pua, sasa hivi amechora tattoo? Ya yeye mwenyewe anaongeaga kwamba yuko kwenye kazi kutafuta riski kwa ajili ya familia yake. Okay. Kwa mimi upande wangu mimi sijazoea hivyo. Ya huenda yeye amejisi amani kufanya hivyo. Yes. Kwa siwezi nikamlaumu kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu. Right. Yes. Okay. Na mkiwa naye waga nakwambia mara kwa mara kuwa yupo safi, ameokoka kabisa. Ya yupo safi, ameokoka. Okay. Yes. Waga unasikiliza ngoma za wasanii wa kidunia, labda anamaanisha kina Nyago, Diki nini? Ya huwa nasikia. Ipi ngoma yako pendwa? Ya huwa nasikia. Hususan napendaga ngoma zao za mashauri. Okay. Za kushauria vijana ni vitu kama na hiyo. Yes. Sawa. Huko mtaani bwana, kuna baadhi ya watu ambao wanaamini nyimbo za Injili kwa sasa zimekaa sana kibiashara, na sio tena kama walivyokuwa wanafanya before. Waimbaji wengi wa nyimbo za Injili zilikuwa ni nyimbo tuseme za kuelimisha, labda za kuwavuta wanakondoo waliopotea warudi mjengoni, wamrudishie sifa na utukufu Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sasa wengi wanaamini nyimbo za Injili au nyimbo za gospel ambazo zinafanyika hazipo kihivyo sana kwenye kuwatoa kondoo waliopotea warudi mjengoni, zimekaa kibiashara. Hii kwako pia unaiongeleaje au unaizungumziaje? Kwanza mimi niseme kitu kimoja, hakuna mtu anaweza kuokoa mwingine mtu, ila ni Mungu ndo anaokoaga. Kwa mimi nina imani kile kitu ambacho naweza nikafanya, wawili watatu wakiguswa, Mungu atawaokoa, atawaleta kwenye njia ambayo ni halali. Yes. Labda na kumalizia, una lipi la kuambia watazamaji wa 204 ya Kimboka? Ya mimi nawapenda sana. Endelea kufuatilia Kimboka. Ya endelea pia kufuatilia Fiston Chumboko de la Vie. Asuni tu unakuja vitu vizuri. Yes. Kazi zinakuja nyingi sana. Kazi zinakuja nyingi sana. Spy amekaa sana upande wako. Vipi tutarajie kazi yako moja akishika toll one day? Atashika. Kwa nini asishike? Yeah. Kubwa uzima. Uzima. Asante sana kwamba ulikuwa nasi mwanzo mwisho. Hii ni 204 ya Kimboka. Ladies and gentlemen, bye.